Bwana Yesu asifiwe sana. Watumishi wa Mungu, ni furaha yangu tena kuwa pamoja nanyi katika mfululizo wa somo ambalo Roho Mtakatifu ametupa neema ya kuwa nalo, ambalo imani funguo ya kufanya mambo makubwa. Na leo tuko sehemu ya 5. Tutakwenda kuyazungumza mambo ambayo funguo ya imani inaweza kufanya. Mambo ambayo funguo ya imani inaweza kufanya, au mambo ambayo imani inaweza kufanya. Hapa ninazungumzia ile imani ya kiungu ambayo tumekwisha kujifunza huko mwanzo kwenye masomo yaliyopita. Mambo ambayo funguo ya imani ambayo ni imani ya kiungu inaweza kufanya kwenye maisha yetu. Ninaamini mwisho wa somo hili litakuwa limeachilia shauku ndani yako, na litakuwa limeachilia uelewa mpana juu ya imani, na neno hili litakuwa limekufungua kutoka sehemu moja na kukupeleka katika hatua nyingine, ya kwamba utakapoelewa na kujua kwamba imani inaweza ikafanya nini, ninaamini itaachilia shauku ndani yako ya kutamani kujua zaidi kuhusu imani, na itaachilia shauku ndani yako ya kutamani zaidi kuishi katika hii imani ambayo ina uwezo wa kuyafanya mambo haya makubwa ambayo dakika hizi chache tunakwenda kuyazungumzia mahali hapa. Tumeisha jifunza kwamba imani ni kuwa na uhakika na mambo yote yatarajiwayo, ni bayana na mambo yasiyoonekana, kutoka katika kitabu cha Waebrania ile sura ya 11 kuanzia mstari wa 1. Kwa hiyo tuna msingi na kuwa tuna ujuzi na ufahamu kwamba tunapozungumzia kuhusu imani ni jambo gani. Tumeangalia chanzo cha imani kwenye kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 17. Tukajua chanzo chake ni kusikia, na kusikia kunakuja kwa neno la Kristo. Tukaangalia yote hayo, tukaangalia aina za imani, tukazungumza. Na leo hii basi kwa neema ya Roho Mtakatifu nataka tuzungumzie kuhusu mambo ambayo imani inaweza kufanya. Jambo la kwanza ambalo imani inaweza kufanya, imani, kama unaandika utakuwa unaandika, imani hutupatia haki. Imani hutupatia haki. Nitarudia, imani hutupatia haki. Kitabu cha Mwanzo sura ya 15 mstari wa 16, ile habari ambayo Mungu anamwahidi Ibrahimu, anamwambia, baada ya mambo hayo neno la Bwana likamjia Abraham katika njozi likinena, usiogope Abraham, maana mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Abraham akasema, Bwana Mungu, utanipa nini nami naenda zangu hali sina mtoto, na atakayemiliki nyumba yangu ni huyu Mweliezeri Mdameski. Abraham akasema, tazama, hukunipa uzao, na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrithi wangu. Nalo neno la Bwana likamjia likinena, huyu hata kurithi, bali atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakayekurithi. Akamleta nje, akasema, tazama sasa mbinguni kazihesabu nyota, cheki Mungu jinsi alivyo, kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Mstari wa 6 ambao natamani tuzungumze, akamwamini Bwana. Anasema akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Nataka nikwambia kwamba imani inakupatia haki. Imani inakupatia haki. Na kitabu cha Warumi, ukisoma kile kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 10, Biblia inasema kwamba kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Maana yake ukiamini unapata haki. Ni haki gani sasa ambayo unaipata? Biblia inasema kwamba baada ya Ibrahimu kumwamini Mungu, Mungu akamhesabia jambo hilo kuwa haki. Tunapozungumzia haki hapa inayokuja kutokana na imani, ni kumaanisha kwamba unakuwa na uhalali wa kupokea kile ambacho umekiamini kutoka kwa Mungu. Maanake hauwezi ukapokea kitu chochote kwenye ufalme wa Mungu kama hakijao haki yako. Chochote kisicho haki yako kwenye ufalme wa Mungu, kumbuka mtumishi wa Mungu, huwezi kupokea. Maanake ni nini? Chochote usichokiamini kwenye ufalme wa Mungu huna haki ya kukipata. Nitarudia. Jambo lolote lile usilokuwa nalo au usiloliamini kwenye ufalme wa Mungu huna haki nalo, kwa sababu ili ihesabiwe kuwa haki kwako ni lazima uamini. Maana kama hauamini juu ya nguvu za Mungu, hauna haki ya kuzipata nguvu ya Mungu. Kama hauamini kuhusu uponyaji, there is no right for you to have that healing. Maana yake haki ya uponyaji inakuja utakapoamini uponyaji. Haki ya uzima inakuja utakapoamini uzima. Ukombozi unakuja utakapoamini ukombozi. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kuinuliwa kuna kuja utakapoamini kuinuliwa. Kama umesikia neno linasema kwamba when people says there is the casting down, the Lord says there is the lifting up. So if you believe that Lord can lift you up, then you have the right to be lifted up. Kama hauamini kuhusu kuinuliwa, usitegemee kuinuliwa. Kwa maana yake, ili tuwe na access ya vitu vya mbinguni, au ili tuwe na access na mambo ya mbinguni au mambo ya ufalme wa mbinguni, ni lazima tuamini juu ya hayo, ili kusudi kwetu ihesabiwe kuwa haki. Kwa sababu hakuna chochote kitakachotolewa pasipo haki. Manake inahitajika uhalali wa wewe kukipokea, na uhalali wa wewe kupokea vitu kutoka kwa Mungu umefungwa katika eneo katika imani ulionayo juu ya hivyo vitu. So kama uamini chochote kuhusu ufalme, usitegemee kukipata. So brothers and sisters, tujitahidi sana kumwamini Mungu. Tujitahidi kusoma neno lake na kuziamini ahadi zake, ili kwetu zihesabiwe kuwa haki. Kila ambaye anapokea muujiza wowote kwenye ufalme wa Mungu, it is because aliamini katika lile, alafu likahesabiwa kwake kuwa haki. Kwa hiyo the more mimi nina trust neno la Mungu, the more nina trust ahadi za Mungu, the more ninaziamini hizo ahadi, the more ninazikiri na kuzisema hizo ahadi, kwangu inahesabiwa haki. Kwa sababu haki inapatikana kwa kuamini. Kwa kama inahesabiwa haki, maana yake ni kumaanisha hili jambo ninastahili kulipokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Watumishi wa Mungu, iko haja sana ya kuamini katika ahadi za Mungu kama tunahitaji kuziona zikitokea kwenye maisha yetu. Kwa sababu hakuna ahadi yoyote Mungu ambayo amesema kwako itatokea usipoamini. Kwa sababu ni lazima uamini ihesabiwe kuwa ni haki yako. Ulimwengu wa roho hauwezi kuzuilia haki yako. This is the principle in the realm of the spirit. Haki yoyote ile ambayo ni ya kwako na umeijua na umeiamini, hakuna namna viumbe katika ulimwengu wa roho vina uwezo wa kuzuia. Hakuna creature yoyote ambayo ana uwezo wa kuzuilia haki ya mwana wa Mungu. Manake kwako ishahesabiwa kuwa haki, uwe na uhakika ni lazima itatimia. Why so? Kwa sababu umeamini juu ya kile Mungu amefanyaje, amekwambia ya kwamba kitatokea. Kwa jambo la kwanza imani inafanya, mtumishi wa Mungu, ni kwamba linakupatia haki. Imani inakupatia haki ya kupokea maachilio ya kimungu, inakupatia haki ya kuzipata ahadi za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunahitaji sana kutambua mambo haya, na tunahitaji sana kupata ufahamu katika hili eneo, kwa sababu Mungu kiukweli anahitaji kutuona tukikua na tukipiga hatua. Kwa sababu watu wengi wamekuwa wakizolota na wakiona kana kwamba Mungu ajibu, kwa sababu hawajui kwa nini Mungu anashindwa kujibu kwa wakati kwenye maisha yao. Hili ni kwa sababu tu moja, hawana uhalali wa kupokea wanayoyataka kwa Mungu. So they go like wanahitaji vitu fulani kwa Mungu, but they don't believe kwamba hivyo vitu vinaweza vikawa vya kwao. Guess what? Mtu anakwenda kuomba kwa ajili ya uponyaji, lakini haamini kuhusu uponyaji. Ni ngumu sana huyu mtu kukutana na huo uponyaji wake. Ni ngumu huyu mtu kuuona uponyaji wake ukiwa umekuja, kwa sababu haamini katika huo uponyaji. Kwa sababu inahitajika mtu aamini ili kusudi apone. Na ndio maana Biblia inasema kwamba mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Kwa hiyo kama unamwamini Mungu katika uhai wa uzima, uwe na uhakika ya kwamba uhai wa uzima utakuja kwako. Na kama hauna imani, maana yake kwenye ulimwengu wa roho, what happens? Kile usichokiamini kwenye ulimwengu wa roho, creatures wanapata nafasi ya kukuzuilia kisije kwako. Kwa sababu hakuna declarations, hakuna signature inayoonyesha kwamba huyu mtu ana uhalali wa kupokea uzima. Lakini pale utakapoamini, manake what happens? Kwenye ulimwengu wa roho kinaandikwa kile kitu kwa jina lako. My God, my Jesus, rikatabarahasya, likatanderaka, kinaandikwa kwa jina lako. Manake Mungu anaachilia huo uhalali kwako. Imani yako inaachilia uhalali wa hilo jambo kwako. Manake kila kiumbe katika ulimwengu wa roho kinatambua kwamba this is the light of this person to be healed. Why? Because the guy trusted in healing. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunahitaji sana watumishi wa Mungu kuamini hiyo haki, kwa sababu hiyo haki tayari Mungu ameifunua kwenye maisha yetu. Mungu tayari ameishatupatia hii haki. What we have to do is to trust that right ambao Mungu tayari amekwisha kutupa, na hiyo itatusaidia sana kufanya maombi yetu yajibiwe kwa haraka. Ukihitaji maombi yako yajibiwe kwa haraka, mtumishi wa Mungu,
uwe mtu wa imani, kuamini ahadi za Mungu, kwa sababu ukiamini ahadi za Mungu unapata uhalali wa kukipokea kile ambacho Mungu amesema utakipokea, kwa sababu kuna imani inaleta haki. Na tumesoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 10, inasemaje pale? Inasema kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Mtumishi wa Mungu, kwa moyo mtu hufanyaje? Huamini hata kupata haki. Kwa hiyo chochote unachokitafuta katika ulimwengu wa roho, katika ufalme wa Mungu, kimefungwa katika imani. Manake usichokiamini, mtu wa Mungu, ni ngumu kukipokea. Ninakusisitizia hili, nasikia Roho Mtakatifu anasisitiza katika hii point kwamba unahitaji kuwa na imani ya kutosha kuhusu ahadi za Mungu ili uwe na uhalali wa kuzipokea ahadi za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Si kwamba Mungu hataki kujibu maombi yako. Mungu yuko tayari kujibu maombi yako, lakini Mungu atajibu maombi yako kulingana pia na kiwango cha imani ulichokuwa nacho, kwa sababu isiyo haki yako huwezi kuipata. Mungu wetu ni Mungu wa haki. Our God is the righteous God. So kama Mungu wetu ni Mungu wa haki, ni ngumu kukupa isiyo haki yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Ni ngumu Mungu kukupa isiyo haki yako. So utaenda mbele za Mungu, utaendelea kucomplain, but God amesema ya kwamba nimekupa uzima tayari, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Do you believe kwamba kwa kupigwa kwa Kristo sisi tumepona? Angalia kitu cha ajabu hapo kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, ile sura ya kwanza mstari wa 30 na 30. Biblia inasema bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu. Sikiliza, bali kwa yeye, huyo Mungu, bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu na haki na utakatifu na ukombozi. Nasikilize kwa vizuri, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu na haki na utakatifu na ukombozi. Manake Yesu Kristo ndani yetu tayari amekwisha kufanyika kuwa haki. Marishketa. Kama Yesu Kristo tayari ndani yetu amefanyika kuwa haki, do we believe that Jesus Christ in us is our light? Kwamba kutokana na yeye ndani yetu, kumwamini na kuwa naye ndani yetu, we have the access to the things of God. Do we believe that through Jesus being in us, we have the access to the things of God? Lazima tujiulize hivyo. Do we believe? And if we believe kwamba Yesu Kristo ni haki kwetu sisi, amefanyika kuwa haki kama tulivyosoma, kwa nini tunashindwa kupokea majibu yetu? Kwa nini mambo mengi ya kwetu tunayoyatamani kwa Mungu hayatokei? What's the problem? What's the problem? Kwa sababu chochote kilicho haki yako Mungu hawezi kuzuilia. Kwa hiyo kama unaamini Kristo ni haki ndani yako, amekwisha kufanyika kuwa haki ndani yako, and then you know the promises of God from the Bible. Unajua Mungu ameahidi nini kwenye maisha yako, and then you believe them. You believe in that promises, in those promises ambazo Mungu amekuahidia. Mtumishi wa Mungu, majibu yako hayawezi kuchelewa. Majibu yako hayawezi kuchelewa. Hebu nenda tena kaangalie katika mazingira ya maisha yako, angalia imani yako jinsi ilivyo. Unamwamini Mungu kwa kiwango gani? Unaamini ahadi za Mungu kwa namna gani? Ni kwa kiwango kipi unamwamini Mungu? Ni kwa mawanda yapi unaziamini ahadi za Mungu? Kwa sababu ukiona unapita katika eneo fulani unapitia ugumu, yumkini unatamani kuinuliwa katika eneo fulani na bado haujainuliwa. Je, jiulize, unaamini katika kuinuliwa? Do you believe kwamba Mungu ana uwezo wa kukuinua? Cheki imani yako mara 2 mara 3, alafu fanye evaluation. Ukiona unatamani kuona breakthrough kwenye eneo fulani and you don't see the breakthrough, kaa chini, muulize Mungu. Jiulize mwenyewe kwamba je, ninaamini kwa kiwango gani? Did I believe? Ni kweli ninaamini kwamba Mungu anaweza akafanya? Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana unamwamini Mungu juu ya biashara fulani, unatamani kuanzisha, unatamani kufanya vitu fulani, unatamani kuwa mtu mkubwa, unatamani kufanya mambo makubwa, whatever you believe God in. Kaa chini, je, jiulize, unatamani kwenda nje ya nchi? Yes, that's right. Hey, umekaa chini umeuliza, je, kwa kiwango gani unamwamini Mungu kuhusu hiyo scholarship unayoitaka? Kwa kiwango gani unamwamini Mungu kuhusu hilo jambo unalolitaka? Kwa sababu kuna wakati mwingine we have the desire in us but we don't believe. So
Kuwa na shauku ndani haimaanishi kupokea. Kuwa na shauku ndani haimaanishi kupokea, mtumishi wa Mungu. Shauku peke yake haitoshi. Shauku yako inapaswa kusukumwa na kiwango cha imani ulichonacho juu ya Mungu, juu ya nguvu zake na katika ahadi aliyokupa katika Biblia. Kwa sababu kwa kufanya hivyo vitu ndo vinahesabiwa kwako kuwa haki. Scholarship itakuwa haki yako endapo unaamini ahadi ya Mungu juu ya hicho kitu. Marishketarabuhusketa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunahitaji kutazama tena kwa makini sana, kwa sababu la sivyo tutajikuta tunaishi katika maisha ya Ukristo yenye frustration nyingi. And not because Mungu wetu anataka tuwe frustrated, hapana. Our God is not the author of confusion at all, my friend. He is not the author of confusion at all. He never lied about confusion. He never authored the confusion in his people. Mungu hajaanzisha kuchanganyikiwa. So tunachanganyikiwa kwa sababu we don't trust in him. Tukiamini kwake 100%, tuwe na uhakika tunayo haki 100% ya kupokea kutoka kwake. Kwa sababu kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na Kristo amekwisha kufanyika ndani yetu sisi na Mungu au na Baba kuwa nini? Hekima itokayo kwa Mungu, haki ya Mungu. So Kristo ndani yako ni haki. When you have Jesus in you, you have the light to the access to the things of God. Unayo haki ya kupokea vitu vyote vinavyohusiana na Mungu. Marishke taragojies handa. Na ndio maana Mungu anasema kwamba kama sisi tu watoto, tu warithi tulisio pamoja na Kristo ahadi za ufalme. Kwa kama sisi tu watoto, tu warithi, tunaorithi pamoja na Kristo ahadi za ufalme. Je, tunaamini katika ahadi za ufalme? Ni mambo ya kujiuliza. Lazima tujiulize mara 2 mara 3. Double check kwenye imani yetu. Tunaamini kwa kiwango gani kwenye imani? Tunaamini kwa kiwango gani kwenye imani? Tusicomplain tu kwamba tumefunga sana lakini we don't see the impact of our fasting. Ni kwamba tumeomba sana, we don't see the impact of our prayers. Inawezekana tumekaa sana kwa Mungu, tumesubiri, and we don't see the impact of our waiting. That can never be true. Kwa sababu Mungu sio dhalimu na Mungu hajawahi kujipinga katika neno lake. Ibrahimu akamuamini Bwana, kwake hilo jambo likahesabiwa haki. Jambo gani? Jambo la kupokea ahadi ya Isaka na Mungu kumfanya kuwa baba wa mataifa mengi, na Mungu kupitia yeye mataifa mengi yabarikiwe. Sio unanipata, uzao wake kuwa kama mchanga wa bahari. So whenever alipomwamini Mungu, lile jambo kwake likahesabiwa kuwa haki. Umemwamini Mungu katika jambo gani ili hilo jambo lihesabiwe kwako kuwa haki? Bwana Yesu atusaidie sana. Tunahitaji sana kuwa makini katika hili. Tuchunguze mara 2 mara 3. Tuangalie maisha yetu. Tusije tu tukalament kwenye Ukristo tuliokuwa nao. Tusije tukafanana na watu wengine walioko nje, kwa sababu kama hatutakuwa tukiona impact kwenye Ukristo tuliokuwa nao, hatutakuwa na tofauti na watu walioko nje. Sikiliza nikwambie, utakuwa na uzima wa milele, lakini vitu ambavyo Mungu amesema kila mtu anatakiwa avipate, utovipata, kwa sababu it is not your right. You don't believe in them, so it is not your right to have them. Imani uliyoitumia kumwamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwako ikahesabiwa kuwa haki ya ukombozi, haki ya wokovu. Hiyo imani unatakiwa kuitumia kuamini katika ahadi za Mungu. Unatakiwa kujua kwamba wewe ni mrithi wa ahadi pamoja na Kristo. Manake kila ahadi ambayo Kristo ameifunua katika neno lake, kila ahadi ambayo Mungu ameifunua katika neno lake, ukijua hiyo ahadi, that's number 1. Ukiamini hiyo ahadi, that the second one, for you it counted as a light. Inahesabiwa kuwa haki. Inahesabiwa kuwa haki. Unamwamini Mungu katika ukuu gani? Unamwamini Mungu katika mawanda gani? Bwana Yesu atusaidie sana. Lazima tujue, watumishi wa Mungu, umemwomba Mungu juu ya nini na umeamini katika lipi? Je, unaamini kwamba kwa Mungu yote yanawezekana? Yes, unaamini kwa Mungu yote yanawezekana. Je, umeliamini lipi linawezekana kwa Mungu kwako? Kwako hilo lihesabiwe haki. Bwana Yesu atusaidie sana. Ahadi ipi ambayo kwako umeishikilia
unajua hii ni haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikukumbushe tu jambo moja, mtumishi wa Mungu. Ukiamini ahadi ya Mungu katika ulimwengu wa roho, kinachotokea, every creatures in the realm of the spirit, they knows that this promise is the light of this person. Hakuna namna adui anaweza akazuilia haki yako. Hakuna namna ambayo adui anaweza akazuilia haki yako. Adui anazuia maombi yetu kwa sababu hatujaamini. Marishke tandabaya. Anazuia maombi yetu kwa sababu hatujaamini. Maombi yetu yanachelewa kupokea majibu because we don't believe. So you are asking this to God but you don't believe. You have doubt. Una mashaka kiwango cha kutoshea kiasi kwamba hakuna nafasi ya Mungu kuachilia kile ambacho amekuahidi kwako kije. Mungu ni Mungu wa haki, mtumishi wa Mungu. Mahali popote utakapoamini kuhusu ahadi ya Mungu ikafanyika kwako kuwa haki, Mungu lazima aitende. Lakini kokote utakapokuwako, kama hautoamini ahadi ya Mungu aliyosema katika neno lake, don't ever expect to have it. Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa haki sana. Ni Mungu wa haki mno. Uliangalia neno lake ili apate kulitimiliza. Kwa kama uliangalia neno lake ili apate kulitimiliza, hisia zetu na machozi yetu hayatatusaidia katika kupokea kutoka kwa Mungu, bali imani zetu juu ya kile Mungu amesema ndiyo itakayotusaidia sisi kuwa na haki ya kupokea kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu aliye hai. Yes, tulikuwa tunazungumzia kuhusu imani inavyoweza kufanya mambo makubwa. Leo tumezungumza pointi moja, kwamba imani hutupatia haki. Ziko pointi nyingi, mtumishi wa Mungu, na sitamani kukuchosha kwa somo refu. Natamani tu tunaenda taratibu ili kusudi uwe unafanya practical, kwa sababu hatupaswi kuwa wasikiaji wa neno tu, bali tunapaswa kuwa watendaji. Kwa hiyo tunaachilia hivi taratibu, ninaachilia hivi kidogo ili kusudi unapolisikia neno la Mungu upate muda wa kukaa chini, kutafakari, kujievaluate na kupata cha kufanyia kazi kwenye kile ambacho mtumishi wa Mungu amesema na wewe. Nataka nikuhakikishia kwamba kwa neema yake Kristo na kwa nguvu za Roho wake Mtakatifu, utakapofanya evaluation katika imani yako na kugundua hili ambalo nimekuambia, neema ya Roho Mtakatifu itakuwezesha kuona uhakika wa kupokea majibu yako kwa Mungu. Kaa chini, tafakari hili ambalo tumejifunza kwa wakati huu kwa neema ya Roho Mtakatifu, na Mungu wa mbinguni akusaidie, akufungue ufahamu wako zaidi utakapokuwa unasikiliza hii audio. Ufahamu wako ukafunguliwe zaidi, ukaelewe zaidi ya jinsi ambavyo nimekuwa nikifundisha hapa. Mungu akakufungue ufahamu wako zaidi, akaupeleke ufahamu wako katika mazingira ambayo utamuelewa Mungu katika kiwango cha namna ya tofauti, kupitia hii point ya kwamba imani hutupatia haki. Ukaitambue haki yako inayopatikana na imani katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wakati mwingine tutakuwa na nafasi tena kujifunza, watumishi wa Mungu, msichoke. Tunazo pointi nyingi. Kadri ya jinsi Roho Mtakatifu atakavyotusukuma kuzungumza, basi tutazungumza. Naomba leo tuishie katika hii pointi moja, kwamba imani hutupatia haki. Na Mungu wa mbinguni awabariki sana. Nitaomba kwa ajili yako. Baba, asante kwa ajili ya watu hao wanaokwenda kusikia neno hili, likafanyike kuwa baraka na nguvu katika jina la Yesu. Atakapolisikia na litakapopita katika masikio yake, Bwana Yesu, likaiachilie ile roho ya uhai na uzima ndani, kama jinsi Ezekia 2:1 anaposema, aliposema nami roho ikaniingia, katika jina la Yesu. Watakaposikia habari hizi, roho ikawaingie ndani yao, ikabadilishe maisha yao, ikawatazamishe upya katika engo ya imani yao, wakaione imani katika namna nyingine ya tofauti, ya kwamba kwa namna gani imani ya Mungu ndani yao ina uwezo wa kuwafanya wao kuwa na haki ya kupokea wanayohitaji, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana, mtumishi wa Mungu. Hadi wakati mwingine, nadhani kama sio jioni tutapata nafasi tena, tutajifunza. Basi nitaachilia hiyo tu update, mtumishi wa Mungu.